watu wa Firaun, wajaahum, na walijiliwa hawa rasulun karim, na mtume ambaye kwamba alikuwa ni mkarimu. Aya ya mbele inasema rasulun amin na aya ya nyuma ni rasulun karim. Na maana ya karim hapa ulama wanasema ya kuwa Nabii Allah Musa alayhi salam alikuwa ni karim kwa Mwenyezi Mungu na ni karim kwa waja kote kuwili. Kwa Mwenyezi Mungu ni kuwa amekubali kubeba magumu ya Firaun. Wewe unapotumwa kwa mtu mzito kitabia zake au kwa mtu mjeuri na wewe ukapokea ujumbe kama ule, huwa umekuwa mkarimu. Manake ilikuwa useme la, yule atanisumbua, kwa hiyo mimi sitoweza. Na watu ni wepesi siku hizi, ukimtuma jambo akiliona litakuwa na ugumu fulani atakujibu tu mimi sitoweza. Huwa umekosa ukarimu. Lakini unapolibeba lile jambo zito kulitekeleza, bimaana kuna bidii yako wewe mwenyewe ya mazungumzo, bidii yako wewe mwenyewe ya kujaribu lile jambo liweze kufaulu, huyo mtu huwa anaitwa rasulun karim, mtumishi ambaye kwamba alikuwa ni mkarimu. Hataki kukubwaga, hataki kukutupa, atakusimamia pamoja na shida na matatizo ambayo kwamba yatakayomkabili. Huyo ndo anaitwa rasulun karim. Na Nabii Allah Musa alayhi salam bila shaka kwenda kukutana na mtu anaidai uungu, na mtu ambaye kwamba alofunguliwa dunia yake, tajiri, ana jeshi, ana mali, ana kila kitu, na uende ukamwelezee maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ule ujeuri ambao kwamba atakaupata pale, bila shaka ni rasulun karim.